Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Ilala, ndugu yangu Mpogolo, meneja wa TANROADS mkoa wetu wa Dar es Salaam, pamoja na contractors wote wa miradi mitatu. Ndugu zangu waandishi wa habari, hapa tupo katika hatua ya awali ya maandalizi ya ziara ya Mheshimiwa Ulega, waziri wa ujenzi, ambayo ataifanya katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na hasa katika miradi ambayo inatekelezwa na wizara yake. Katika kufanya hivyo, ndugu zangu wa Dar es Salaam, kwa miaka mingi sana tumekuwa tukilalamika sana kuhusiana na adha kubwa ya maji mengi katika barabara hii ya Kawawa, barabara hii ya Jangwani hapa, pamoja na baadhi ya maeneo mengine kama vile pale Mkwajuni kuelekea Kinondoni. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Ujenzi sasa wamekwisha toa fedha na tayari wakandarasi wote wako site. Barabara hii kama ambavyo wamezungumza, daraja hili kama ambavyo wamezungumza consultant, linatengenezwa kwa chini ya bilioni 97. Na kwamba mpaka sasa mkandarasi amekushalipwa si chini ya bilioni 14 kama advance payment. Na kwamba daraja hili litajengwa kwa si chini ya miezi 24 ambayo ni sawa na miaka miwili. Na kwa kufanya hivyo, na sasa amezungumzia kwamba maandalizi ya ujenzi wa daraja letu kwa sasa iko kama 7%. Kwa maana 7% tangu tarehe 2 mwezi wa 5 walipokabidhiwa, na kwamba kazi lazima ianze, commencement date. Kwa ndugu waandishi wa habari, madaraja haya yote matatu, ndio maana hapa tuko na mkuu wa wilaya ya Ilala, kwa sababu linaunganisha Ilala, inaunganisha Kinondoni, inaunganisha Ubungo na inaunganisha pia maeneo mengineyo. Madaraja mengine yote yatajengwa kwa mwaka mmoja, kabla ya mwaka mmoja, kama miezi 10, kwa maana siku 300. Daraja ile la Kigogo pamoja na daraja la Mkwajuni. Daraja la Kigogo litajengwa kwa si chini ya bilioni 17, wakati daraja hili la Mkwajuni litajengwa kwa si chini ya bilioni 11. Madaraja haya ndugu zangu ni mwendelezo wa madaraja makubwa ambayo ni kielelezo cha taifa letu yaliyojengwa. Wiki iliyopita mliona Mheshimiwa Rais alikuwa mgeni rasmi katika kuzindua daraja kubwa pale Mwanza. Daraja linalounganisha mikoa na nchi zingine zote za Afrika Mashariki kwa ukanda ule. Daraja kubwa lenye urefu wa kilomita 3.6, daraja lenye nguzo 67, daraja lenye nguzo kubwa 3 ambazo zina ile kitu mnaita zile kamba ambazo ndio zinabeba mzigo wa daraja, tunaita cable stayed bridge, na ambalo daraja nguzo moja kwenda nguzo nyingine ni mita 160 span. Maana yake ni sawa na kusemaje, kwamba lile daraja la Kigogo linatengenezwa kwa mita 50. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ukienda ile daraja pale Mwanza, mita 160 hazina nguzo katikati. Maana yake limepita zege tu juu, ambalo limejengwa kwa ustadi mkubwa sana, na limekuwa msingi wake umetengenezwa kwa piles ambazo zimejengwa kwa ubora mkubwa mno, kwa simenti, zege, mchanga yenye grade steel. Sasa ndugu zangu, tunapozungumzia ubora wa madaraja haya, kilio kikubwa kwa wana Dar es Salaam kilikuwa kwa nini tunafunga barabara nyakati za mvua? Kwa nini barabara zinajaa maji wakati wa mvua? Sasa mwarobaini unapatikana sasa. Kwa hiyo niendelee kualika tena zaidi kwamba Mheshimiwa Ulega atakapofika ndani ya mkoa wetu kwenye madaraja haya, basi tutapata taarifa nzuri ya kina pamoja na maelekezo mengineyo katika Wizara ya Ujenzi kwa mameneja hawa. Lakini sisi kwetu, kama mimi mkuu wa wilaya, sisi tunaongoza Watanzania ambao ndio wanapiga kelele na kulia nyakati zote. Matatizo yao yakiwa solved, mimi na wenzangu tunasinzia vizuri. Lakini leo matatizo yao yakiwa hayako solved, tunapata matatizo makubwa. Kwa ile kauli ya no election, no reforms, no reforms, no election, ina maana kwamba reform mojawapo ni kuhakikisha Watanzania wanakuwa na barabara ambazo hazifungwi masaa 24. Na reform mojawapo ni kujenga madaraja. Reform mojawapo ni kujenga vituo vya afya. Reform mojawapo ni kujenga shule. Reform mojawapo ni kusaidia Watanzania ili adha zao na matatizo yao
yakiwa solved, hiyo ni reform moja kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Reform ya kweli ni kuona daraja linatengenezwa hapa. Hiyo ndio reform ya kweli. Kwa mimi ukiniuliza reform maana yake nini? Anza kujenga daraja ili uchaguzi uweze kuendelea vizuri. Anza kujenga barabara, uchaguzi ufanyike vizuri. Linda mji wako uwe na amani, uchaguzi uwe mzuri. Hiyo ndio maana nzuri ya reforms. Kwa hiyo ndugu zangu wa Dar es Salaam na wakandarasi wote mlioko hapa, mmepewa dhamana ya kutengeneza madaraja haya. Mjue kwamba hatutengenezi kwa sababu mwaka huu tuna uchaguzi. Tunatengeneza kwa sababu mambo hayo yalishakuwepo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunatengeneza kwa sababu Watanzania wamelipa kodi na sasa Mheshimiwa Rais ameona kwenye chungu kuna pesa zianze kutengeneza miradi ya maendeleo. Hatujengi kwa sababu kuna pressure ya aina yoyote ambayo inatisha mahali popote. Pressure ya kweli inatoka kwa Watanzania kuhusiana na adha ya usafiri ambayo imekuwepo kwa muda mrefu. Kwa wakandarasi, kafanyeni kazi vizuri. Mheshimiwa Waziri wetu atakuja kutukabidhi sisi hizi site, na kwamba sisi ndio tu wasimamizi wa hizi sites. Zitakapokuwa zimesha kuja vizuri mikononi mwetu, kwa kweli jiandaeni. Sitaona sababu ya ninyi kulala wakati kuna mwanga wa kufanya biashara, wa kufanya kazi saa 24. Kwa hiyo jiandaeni kufanya kazi saa 24 ili Watanzania wa Dar es Salaam, hii barabara inaunganisha mikoa mingi ya kanda kaskazini mashariki kote. Ikifungwa hii barabara, soko la Kariakoo lifanye kazi. Lakini jambo langu jingine kwa mkuu wa wilaya, kwa kuwa yuko hapa na meneja wa mkoa. Meneja, mimi mkuu wa wilaya, unafahamu na umefanya kazi nzuri sana kwenye Chama cha Mapinduzi. Miaka ya nyuma nakumbuka tulikuwa tunafanyia mikutano yetu hapa. Sasa mimi nikuagize wewe mkuu wa wilaya kwamba tunataka ile asili ya mikutano ya Jangwani yenye vibe ile irudi tena hapa. Kwa hao kandarasi walioko hapa, moja CSR yao iwe ni kuhakikisha wanatusaidia kufungua mamifereji yaliyoko hapa ili mkutano wa kwanza tuuone unakuja kufanyikia mwaka huu hapa Jangwani. Kwa hiyo meneja wa TANROADS mtasaidiana vizuri sana na mkuu wa wilaya na viongozi na wale mainjinia walioko kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa, tuone namna ya kuanza kufungua uwanja wetu huu uanze kutumika kwa ajili ya mikutano. Hataki mikutano iende vichochoroni. Tunataka mikutano iwe maeneo ya wazi, ili kama kuna mtu anataka kufanya ile kinaitwa kupachafua, tunakuwa tunamuona vizuri ili tuweze kumsafisha kabla yeye hajachafua. Hiyo ndio jambo la msingi. Viwanja vikiwa safi, eneo la wazi, eneo kubwa, kwanza usalama unakuwa mzuri kwa watu wetu na mambo mengine pia yanakuwa mazuri kwa watu wetu. Kwa kazi hiyo meneja, mtapita na mkuu wa wilaya, mnatazama, mnakuwa na proposal nzuri ili baadaye sasa viwanja hivi viendelee kutumika kwa kazi hiyo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi. Mwandishi wa habari yote mwenye swali, maoni, dukuduku. Kulikuwa pia kuna madukuduku kwamba miradi hii wanapata sana wa China. Hapa tumeangalia huu mradi wa bilioni karibu 27 wamepata wa China, sio kwa sababu ya rangi zao. Wamepata kwa sababu ya uwezo walionao kiteknolojia wa kujenga daraja hili. Hii naomba lieleweke vizuri. Sio kwa sababu ya rangi zao. Kinachompa mtu mradi sio rangi, ni uwezo wa kampuni. Tunataka class A au class 1 kwa mfano. Uwezo wa kampuni tunataka uwe ni mtu mwenye uzoefu. Uwezo wa kampuni tunataka, hatutoi miradi kwa sababu ya rangi. Lakini ile miradi yote mnayoiona ya madaraja mawili yamepewa kampuni za wazawa wa Tanzania hapa. Lakini masharti ya hawa wa China wanapofanya kazi hapa, ajira zao zinakuwa za watu weusi. Kuna mambo mengine mengi sana. Watakaoajiriwa hapa ni sisi, watakaolinda hapa ni sisi, wanatakao kuwa wanaiba pia hata baadhi ya vifaa ni sisi. Kwa hiyo wale watakao kuwa wanaiba vifaa, nyinyi mwe mabalozi wazuri, wasiibe vifaa. Nadhani mmenielewa kuhusu hilo. Miradi yote sio wanapewa wa China au wa Korea au wa Japani peke yao, hapana. Na wazawa wanapewa. Ukionyesha uwezo, ukionyesha kasi, ukionyesha ubunifu, unapewa mradi. Baada ya kusema haya, niwashukuru sana na Mungu awabariki. Mna swali mwandishi wa habari? Sasa mbona mniulizi kwamba magari yatakuwa yanapita wapi? Kwa sababu daraja linakatwa sasa. Litakapokatwa watapita juu ya mwendo kasi. Hebu consultant. Yes. We are constructing this diversion. We are constructing behind us right now.
a diversion road for all this traffic, if including the BRT. There will be 6 lanes there behind us. Okay. So all the traffic will be diverted through this. Okay. Mmeelewa? Haya, diversions anasema anatengeneza hapa nyuma na kwamba magari yote sasa yatakuwa yanapita huko. Na mkumbukeni kwamba pale daraja la Kigogo magari ambayo yatakuwa yanatoka upande wa ofisi ya mkuu wa wilaya au ya mkuu wa mkoa yanakuja upande huu, yatakuwa yanapita diversion ile ya kushoto ambayo mmeiona. Magari ambayo yatakuwa yanatoka Magomeni yanakwenda Ilala yatakuwa yanazunguka hii Sambusa, kwa sababu pale tutakuwa tayari pameshakatwa. Mmeelewa mpaka hapo? Kwa hiyo tayari mjue kabisa kwamba hapa kutakuwa kuna foleni, zitakuwa zinaanza foleni, lakini tutazungumza na askari, watakuwa timamu hapa wakati wote kusaidia magari yaweze kwenda kwa speed nyakati hizo zote ambazo magari yatakuwa yanapita kwenye diversion. Najua sana Watanzania wakati fulani huwa tunalalamika, lakini hatuwezi kutengeneza barabara hii bila kutengeneza diversion. Na lazima kafoleni katakuwepo kidogo, sababu tunahama kutoka kwenye lami tunakuja kwenye barabara ya vumbi. Lazima kidogo kafoleni katakuwepo. Lakini lazima tutajitahidi ili kuhakikisha kwamba hampati adha kubwa mnapokuwa kwenye ile eneo. Kwa muda gani diversion itakuwa tayari imeshaisha? Hadi mwezi wa 8 mkoa diversion itakuwa iko tayari na itapitisha magari yote, lane zote 6 na pia sehemu watembea kwa miguu. Na pia diversion hiyo itakuwa tutaiweka lami. Kwa umeelewa, diversion hii itatengenezwa kwa muda miezi kama 2 au 1.5. Sasa hivi imeshaanza mpaka mwezi wa 8 itakuwa tayari. Na diversion yao ina masharti kwamba lazima itawekwa lami ili kurahisisha magari yasiwe na mkwamo mkubwa kwenye eneo hili. Sawa jamani? Lami itakayotengenezwa, diversion itakayotengenezwa, daraja itakayotengenezwa ipo ndani ya package ya bilioni karibu 97. Mmenielewa? Haya, asanteni sana. Na barabara ya Kigogo ile mnaita Kawawa Kawawa Road, ile daraja, barabara ile mara tu baada ya kukamilika kwa ile diversion ambayo tumepanga mpaka tarehe 30 mwezi huu iwe imekamilika. Ikikamilika tu ile diversion, manake daraja lote lile sasa parafungwa, tunafungua kule kwenye diversion ili pale paanze kutengenezwa. Kwa hiyo tarehe 30 mpaka tarehe 1 Watanzania wa Dar es Salaam wategemee kwamba daraja ile tutakuwa tumeifunga na kwa pembeni tutaruhusu ile diversion ili iweze kupitisha magari.